Ni miaka mingi sasa imepita tangu mwana kifalme Ekem Joffa wa nchi ya Zamunda aende Marekani kutafuta mke wa kweli. Alipata upendo wake huko Queens kwa msichana mmoja mzuri sana anaitwa Lisa. Walirudi nyumbani na kuishi maisha ya kifahari sana, wakiwa wamejaliwa na binti watatu peke yake. Miaka ikasonga. Sasa Ekem ni mtu mzima mwenye mvi kidogo usoni, lakini bado ana tabasamu lake la heshima. Hili ni sehemu la pili la Coming to America. Kama hujaweza kutazama sehemu ya kwanza, link ipo kwenye description. Tafadhali tazama na usikose kusubscribe ili uweze kupata movie zetu zingine ambazo zinakuja. Baba yake Mfalme Jeff Joffa anaumwa sana na yuko kitandani akisubiri tu siku yake ya mwisho. Kasiri lote limejaa ukimya. Wafalme wa heshima wanapita taratibu wakimwangalia mzee wao kwa huzuni. Siku moja mfalme alimuita mwanaye kwa sauti dhaifu, akamwambia, Ekem, wakati wangu umefika, lakini kabla sijafariki kuna jambo muhimu lazima ulijue. Ekem akasongea karibu. Ni nini baba? Mfalme akamtazama kwa macho ya upole, kisha akageukia rafiki yake. Mwambie ukweli wote. Semi akashusha pumzi. Alijua siri aliyoificha kwa miaka mingi sasa imejulikana. Ekem, wakati tulikuwa Queens miaka ile, tulikutana na wanawake klabu moja. Kulikuwa na usiku mmoja wao alikuzalia mtoto, na hatukujua mpaka sasa kwa wapi. Ekem akabaki kimya. Mtoto? Mimi nina mtoto huko Queens? Mfalme akatikisa kichwa. Ndiyo mwanangu, na huyo ndiye mrithi pekee wa kiti cha enzi. Ekem ndio ana watoto watatu, ila wote ni wasichana, kwa hivyo hakuna mmoja angeweza kumiliki kiti cha enzi cha Zamunda. Baada ya siku chache, Mfalme Jeff akafariki dunia. Nchi nzima ikaomboleza, lakini ndani ya moyo wake Ekem kulikuwa na mchanganyiko wa huzuni na mshangao. Lazima nimtafute, akasema kwa sauti ya azimio. Zamunda inahitaji kumjua mwana wake. Safari kaanza. Ekem na Semi wakavaa mavazi yao ya kifahari na kurudi tena Marekani. Miaka mingi sana imepita baada ya safari yao ya kwanza. Wakati huu hawakuenda kutafuta mke, bali damu ya kifalme, mtoto wake. Queens, New York, bado mitaa ni ile ile, lakini imebadilika. Maduka mapya, magari, kelele na muziki, na pia harufu ya chakula barabarani. Kidogo tu hivi tunaonyeshwa kijana mmoja mwenye tabasamu na ndoto mingi sana. Anaitwa Lavelle Johnson. L. Johnson anapitia haso mingi sana mtaani na interview kibao ili tu kuepukana na umaskini. Kuna siku moja Johnson akiwa katika pilika zake za haso, Mfalme Jeff akaja akiwa amevalia nguo za kawaida na kumwambia Johnson kuwa yeye ni mtoto wake. Subiri kidogo mtazamaji. Imagine wewe mtu atokee mahali usipopajua, akwambie kuwa yeye ni babako, ili mradi mamako alikuambia babako alishafariki kitambo sana. Utapatwa na mtazamo gani? Maana huku nje wanawake wanazika wazao kwa midomo tu, ilhali wapo uhai. Johnson alipanua macho yake kwa mshangao. Anaishi na mama yake ambaye anaitwa Mary, mwanamke jasiri sana, lakini mwenye roho ya mama wa kweli. Siku moja mlango wao unagongwa. Mary anafungua na mbele yake wanasimama wanaume wawili wakiwa kwenye mavazi ya kifahari yenye dhahabu. Tumeletwa na hatima, akasema Semi huku akiinua kofia yake. Tuko hapa kumtafuta mtoto wa kifalme wa Zamunda. Lavelle akacheka, akawatazama juu chini. Ninatania sio? Mimi niwe mtoto wa kifalme? Unadanganya eh? Lakini Mary alipomtazama sura ya Ekem vizuri, macho yake yakafunikwa na kumbukumbu za zamani. Mungu wangu, ni wewe? Ndiyo, Ekem akasema kwa heshima. Niliwahi kukuona zamani. Enzi zile nilijua sikuwahi kumsaidia mtoto wangu. Nimekuja kumrudisha nyumbani. Lavelle akashindwa kusema neno. Upande mwingine, Lavelle akajifanya tu jasiri na kusema kwamba hawezi enda Zamunda. Yeye amezaliwa huku Queens na atakufia huku Queens. Ila kidogo huku Semi akaangusha kile kisanduku alichokuwa amekishika mkononi. Pesa na dhahabu zikamwagika. Jason kuona hivyo akaona hizi ni pesa na hii ni dhahabu. Akabadilisha mawazo yake haraka. Akasema kuwa lazima ataenda. Safari yao ikawa ya kifahari, ndege kubwa, watumishi, muziki wa asili, mpaka wakaingia kwenye nchi ya dhahabu, Zamunda. Kule kasrini, Johnson alistaajabu sana. Ukuta wote ni dhahabu, mapambo, watu wanaopiga magoti mbele yake. Mungu wangu, akashangaa.
hii yote ni yangu. Lakini baada ya furaha ndipo changamoto zikaanza. Kila siku alipewa mafunzo, jinsi ya kuzungumza kifalme, jinsi ya kutembea, kula na hata jinsi ya kupigana na mikuki. Mambo yalikuwa magumu sana kwake, na mara nyingi Semi alicheka pembeni akisema, huyu mtoto ataishia tu kwa mateso kabla ya kuwa mfalme. Lakini katikati ya hayo yote, Johnson alikutana na Mirembe, binti na mtumishi wa kasri. Mirembe hakuwa tajiri, lakini alikuwa na hekima. Alimfundisha mambo ya mila, lakini pia alimzungumzia naye kwa upendo wa ukweli. Unajua, Mirembe alimwambia usiku mmoja akiwa bustanini, mfalme mzuri si lazima avae taji, bali moyo wake uvae upendo. Maneno hayo yakamguza sana Johnson. Unanifanya niamini tena kuwa sio lazima nibadilike kuwa mwingine, akamwambia. Wakacheka tu, na hapo ndipo upendo wa kweli ukaanzia kuchanua. Lakini si wote walifurahia mapenzi yao. Katika nchi jirani ya Nedoria alitokea Jenerali Easy, mtu mwenye nguvu sana, mwenye mpango wake wa kisiasa. Alitaka binti yake Bopoto olewe na Johnson ili tu kutengeneza muungano wa kifedha. Siku moja Easy alifika kasrini akiwa kwa msafara wake, muziki ukipigwa kwa kelele. Ekem! Akapaza sauti, mwanaona binti yangu, ndoa hiyo italeta amani na pesa, au unataka vita? Ekem akasita. Alitaka amani, lakini pia hautaka kumlazimisha mwanawe. Johnson akasikiza mazungumzo hayo. Alijua hatima yake imepangiwa bila ridhaa yake. Sitaki kuwa mfalme kama inamaanisha kupoteza mimi mwenyewe, akapaza sauti. Siku hiyo hiyo akamchukua Mirembe, wakakimbilia Queens. Lisa, mkewe Ekem, akamwambia mumewe kwa hasira, umeanza tena kosa lile lile, sio? Ulijaribu kudhibiti upendo wako zamani, na sasa unataka kumzuia pia mwanao? Umesahau ulivyokuwa wewe? Maneno hayo yakamgusa sana Ekem. Usiku huo alikaa kimya akitafakari. Ni kweli, akasema kwa sauti ya toba, sijui nipotezee ama nifanye nini? Baada ya siku chache, Ekem alisafiri hadi Queens peke yake. Alimkuta Johnson akiwa na Mirembe akifanya kazi katika duka ndogo, kama tu katika sehemu ya kwanza jinsi alivyokuja Marekani. Kisha akasimama mbele yao kwa unyenyekevu. Mwanangu, nilikuja hapa miaka mingi iliyopita kutafuta upendo. Niliupata ndio, lakini nilisahau kuwa upendo huo ndio uliotufanya kuwa familia. Nimekuja hapa si kifalme tu, bali kama baba. Lavelle Johnson akamwangalia, macho akiwa na machozi. Sasa nakuelewa baba, sasa naweza kuongoza, lakini kwa njia yangu. Baada ya hapo walirudi Zamunda, safari hii kwa furaha. Sherehe kubwa ikaandaliwa, muziki ukapigwa, watu pia wakacheza kiajabu. Lavelle Johnson akamuoa Mirembe kwa baraka kifalme. Jenerali Easy akawa mgeni wa heshima, japokuwa alikunja uso kwa wivu. Wakati huo huo, Ekem akatangaza jambo kubwa sana mbele ya taifa. Kuanzia leo, binti yangu mkubwa Meka atakuwa mrithi wa kiti cha enzi. Zamunda inabadilika, wakati wa saa umefika. Kumbuka mtazamaji, Zamunda haingefaa ama kuruhusiwa mwanamke kuongoza, lakini kwa sasa sheria imebadilika. Watu wakapiga makofi, wakashangilia, muziki ukaanza, ngoma zikapigwa, huku tukionyeshwa mwanga wa kasri. Hapa mwishoni inaonyesha kuwa Zamunda imebadilika, si kwa nguvu tu wala kwa sheria, bali kwa upendo. Hili movie nimeweza kulifupisha tu ili kuepukana na mambo ya copyright. Ila mtazamaji, usikose kutazama full movie ambayo inaitwa Coming to America sehemu ya pili. Nimekuwa mtangazaji wako Leshabo, na karibu tena katika Epic Recap Africa. Na pia usisahau kubofya link iliyo kwa description ili upate kutazama ngoma iliyo mwisho wa hili movie. Asanteni sana.